mtazamaji, usikose like, komenti na kushare. Mungu akubariki. Piga kambi milimani, askari wa Kristo, amka mwende vitani, usiku wakuja. Piga vita vya imani, nguvu utapata. Ambao wamepewa nuru, wamepewa upendeleo, wamepewa nafasi maalum katika ulimwengu huu, waweze kutembea katika nuru hiyo, lakini wao wameendekeza hamu ya mambo yao hadi uwezo wa kutambua kwamba je, ninalolitenda ni kweli. Umefanya kazi ya Mungu kumwinua Yesu na kutangaza ukweli. Bwana ni mwema. Mimi natandia tu pale ambapo wahubiri wa asubuhi walikuwa wanahubiri na wale walitangulia, lakini anasema ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Hakuna mapumziko, kila siku umfanyaje? Umfuate. Hapa hakuna likizo, hakuna ya kwamba leo nimeitunza Sabato, kesho Sabato ya kesho naacha kutunza Sabato, au hakuna ya kwamba leo juma hili nimekuwa mtiifu, juma linalokuja napumzika. Hicho kitu hakipo. Ajikane nafsi yake, ajitwishe msalaba wake, anifuate kila siku. Bwana ni mwema. Anasema hivi, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. 24. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza. Bwana ni mwema. Mara pengine alisema, usiponikiri mimi mbele za marafiki zako, na mimi nitafanyaje? Nitakukana mbele za malaika watakatifu, mbele ya Baba yangu. Kama wewe ukiacha kutangaza ukweli na kusimama katika kweli, wewe ndugu yangu, mimi hapa nitaiangamiza nafsi yako. Anaendelea kusema, mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Mashujaa waliokubali kuiangamiza nafsi zao, walikubali, hao ndio ni mashujaa, ndio waliosalimisha nafsi zao mbele za Mungu. Mhubiri asubuhi alisema kwamba roho zao zilimlilia Mungu, si ndio? Hadi lini Bwana? Ni mashujaa wale, walikufa kwa uchungu kwa kutetea ukweli. Ndivyo hivyo. Sasa hili ni neno gumu alilowaambia wanafunzi wa Yesu. Yesu aliwaambia, lakini waimbaji wakasema, waliacha miji yao, waliacha wake zao. Kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 25. 14:25 nitasoma kwa ajili ya muda, ninatembea haraka. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye amchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Akawaambia tena, walimfuata wengi, lakini alipogeuka, alipowasoma mioyoni mwao, aliwasoma, akaona kila mmoja amefuata kwa maslahi yake, kila mmoja anamfuata kwa maslahi yake. Lakini alipowasoma mioyoni, akawaambia, kama mtu akija kwangu hamchukii mama yake wala baba yake wala mke wake wala watoto wake, naam, hata nafsi yake yeye mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Unafikiri ni neno dogo? Ni neno dogo. Mashujaa wale walioimbwa na waimbaji walifanya hivi. Si kwamba kwenda kugombana na wazazi wako, hapana. Maandiko yanasema, msiwe na miungu mingine ila mimi tu.
unamweka baba yako kuwa wa kwanza kuliko Mungu. Unaweka biashara zako kuwa za kwanza kuliko Mungu. Unamweka mke wako kuwa Mungu. Unamweka mtoto wako kuwa Mungu. Sasa huwa napenda kusema my dear friend. Kwa hiyo ni jambo la kutafakari kuuza haki ya uzaliwa wa kwanza. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 kuanzia mstari wa waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 12 kuanzia mstari wa kuanzia 15. Anasema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati wa unajisi kwa hilo. 16 asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema kabisa. Ni mara ngapi tumekuwa tukiuza ukweli na kukanyaga sheria za Mungu kwa ajili ya chakula kimoja cha ndengu? Kanisa, Bwana ni mwema. Kanisa, Bwana ni mwema. Na wakati wote kwamba tunauza haki ya uzaliwa wa kwanza. Wewe ni mzaliwa wa kwanza kwa sababu Mungu amekufanya kuujua ukweli. Lakini ni mara ngapi unauza huu uzaliwa ulio nao, uliopewa, upendeleo uliopewa? Mungu amekugharimia, atakutoa huko mbali, atakuleta hapa ili umuinue yeye na kutangaza kweli yake. Lakini mara ngapi tunauza uzaliwa huo wa kwanza kwa ajili ya chakula cha ndengu, kwa ajili ya ulimwengu huu, kwa ajili ya mambo yanayopita katika ulimwengu huu? Kanisa, Bwana ni mwema. Anasema hivi, kama Esau aliuza uzaliwa wake urithi wake wa uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja, maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafsi ya kutubu, ijapokuwa alitafuta sana kwa machozi. Mhubiri alisema wakati huu tulioko sio wakati wa kurudi wapi? Maana unaporudi saizi Misri, ukirudi Misri wakati huu tulioko, ndugu yangu, unakwenda moja kwa moja na usirudi. Kwa hiyo upendeleo ambao ulikuwa umepewa na Mungu unakwenda huyo unazidi kutoka huyo unaenda. Kwa sio jambo dogo na sio jambo rahisi. Wengi tunauza uzaliwa wetu, urithi usioharibika kwa mambo ya kawaida. Chakula cha ndengu hiki chekundu ambacho Esau alikiuza leo hii sio chakula tu, mambo ya ulimwengu huu, dhambi tunazozishikilia kwa muda mrefu. Hutubu kwa muda mrefu, unaishikilia dhambi zilizopendwa na watu wanaojiita ni wafuasi wa Kristo. Unapendelea dhambi hiyo, una miaka 5, una miaka 20, miaka 10 ndani ya Waadventista msabato, unailea. My dear friends, yaani ni jambo la kufanya tathmini. Kwa hiyo tuko katika wakati ambao sio wa kurudi wapi? Misri. Ni wakati wa kumuinua Yesu na kutangaza kweli yake. Lakini kitabu hiki cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la pili, ule sura ya 3 sura
sura ya 3 ile paragrafu ya 28, ukurasa wa 28, samahani, na paragrafu ya 2. Maandiko yanasema Esau alitamani chakula apendacho na akatoa kafara haki yake ya mzaliwa wa kwanza ili kuiridhisha hamu ya kula. Bwana ni mwema, kwamba Esau alitoa haki yake akaiweka rehani ili aridhishe tamaa yake. Ukidhi mahitaji yako, unamweka Mungu pembeni. Maandiko yanasema baada ya tamaa yake hamu ya kula iliporidhishwa, akaona upumbavu wake. Bwana ni mwema. Hata mtu anayezini pale. Ndio, hata mtu anayezini. Baada ya kuzini na mwanamke, unaona ujinga, si kweli? Ndio. Unaona ujinga. Nimefanya nini? Lakini kabla inakusukuma kwenda kufanya kutenda. Sasa ndivyo tulivyo katika maisha yetu ya kila siku. Dhambi inakusukuma ndani ya moyo yetu. Hata huyu ndugu alipokuwa kabla ya kuitenda hiyo dhambi, ilikuwa inamsukuma, inamwendesha, lakini hamu yake ya chakula ilipomalizika, akaona ni upumbavu. Lakini tayari mlango wa rehema umefanyaje? Umefungwa. Hivi itakavyokuwa dhambi leo inatusukuma kutenda, kufanya, lakini kwa baadaye itafika hiyo dhambi utaiona ni mjinga. Utaona ni upumbavu. Sasa muda hakuna tena, wanaita kurudi nyuma, hakuna kitu wanaita nini, refresh back. Yaani hakuna kurefresh back, kwamba urudi nyuma, hakuna kufanya reverse, yashaisha. Ndugu hapa akasema muda huu sio wa kurudi wapi, ni muda wa kusonga mbele. Yaani maneno yalikaa na yamekaa. Sasa hata huyu ndugu aliporidhisha hamu yake ya chakula, baadaye aliona upumbavu. Ila muda ushafanyaje? Ushapita. No way out. Anasema hivi, lakini hakutafuta nafasi ya kutubu, ingawa alitafuta kwa makini na kwa machozi. Kuna wengi sana ambao ni kama Esau leo. Bwana ni mwema. Yaani tuko wengi kama Esau. Esau aliwakilisha watu wengi ndani ya kanisa ambao tunakubali kupoteza haki ya uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya vitu vinavyotamanika, kwa ajili ya mambo yetu. Anasema anawakilisha daraja lililo na baraka maalum ya thamani karibu naye. Baraka maalum, kanisa la Mungu hili lililo na baraka maalum. Kanisa ndio umepewa ni baraka, si ndio? Ni ngome. Maandiko matakatifu ndivyo yanavyosema. Ni ngome ya wokovu kwa watu. Ni watu waliopendelewa ndani ya kanisa. Wana baraka maalum. Lakini anasema ya thamani karibu naye, urithi usioharibika. Kanisa hili, maisha ambayo ni ya kudumu kama maisha ya Mungu muumbaji wa ulimwengu. Ndio upendeleo huu ambao kanisa limefuraha isiyo na kipimo na udani wa milele wa utukufu, lakini ambao kwa muda mrefu wameendekeza hamu zao, tamaa na mielekeo, hata uwezo wao wa kutambua na kuthamini thamani ya mambo ya umilele umehafifishwa. Bwana ni mwema, kwamba hawa ni Waadventista wa Sabato, wana matengenezo ambao wamepewa nuru, wamepewa upendeleo, wamepewa nafasi maalum katika ulimwengu huu, waweze kutembea katika
wao wameendekeza hamu ya mambo yao hadi uwezo wa kutambua kwamba je, ninalolitenda ni kweli umehafifishwa. Hawaoni tena, hawaoni. Bwana ni mwema kanisa. Bwana ni mwema na wakati wote. Kwa hiyo iko hivyo, ninapoelekea kumaliza kwa ajili ya muda, anasema Esau alikuwa na tamaa ya kipekee yenye nguvu kwa ajili ya chakula fulani. Na kwa muda mrefu alikuwa amejifurahisha nafsi kiasi cha kutohisi umuhimu wa kugeuka toka katika sahani yenye jaribu. Yaani hii aliendekeza kwa muda mrefu mpaka hisia zikazima, ganzi zikazima, ufahamu ukapotea, hadi ukimwambia toka kwenye sahani yenye jaribu, toka ndugu yangu, nenda kuangamia, hawezi kukuelewa. Tuko sawa watu wa Mungu? Bwana ni mwema. Hadi ukimwambia Bwana, huko umekalia kuti bovu, kuti kavu mnaita, umekalia kuti bovu, rafiki yangu, toka jinasue, hawezi kukuelewa, kwa sababu ameendekeza tamaa kwa muda mrefu hadi uwezo wa kufahamu na kujua ukweli hawezi kutambua. Kwa hiyo ndivyo ambavyo maandiko yanavyotuambia. Urithi usio maandiko yanavyotuambia, naendelea kusema aliyoitamani, alitafakari juu ya hilo pasipo kufanya juhudi ya kipekee ya kuzuia hamu yake ya chakula, hadi nguvu ya hamu ya chakula ikaathiri kila fikira nyingine na kumtawala. Naye alifikiri kwamba angepata usumbufu mkubwa, yaani unakuwa na dhambi inakaa ndani ya muda mrefu, hadi kuiacha unaona kwamba nikiacha hii dhambi nitapata usumbufu mkubwa, nitadhurika. Tuko sawa watumishi wa Mungu? Yaani mnaendekeza dhambi mpaka kuitoa ni gharama. Maandiko yanasema na hata kifo kama asingepata hicho chakula. Alivyozidi kufikiri ndivyo hamu yake ilivyozidi kupata nguvu zaidi, mpaka haki yake ya mzaliwa wa kwanza iliyokuwa takatifu ilipoteza thamani yake na utakatifu wake. Alifikiri nikiuza sasa nikaweza kununua tena kwa urahisi. Kwa hiyo zaidi ndivyo maandiko yanavyosema. Ni mimi na wewe kuweza kutafakari kwa upana zaidi, ili Mungu aendelee kutujalia na kutupa hekima ya kuweza kusimama siku hizi ambazo ni za hatari. Kanisa, Bwana ni mwema na wakati wote. Hivi ni saa 6:36. Niishie hapo kwa ajili ya utaratibu maana unazingatiwa, ila kile ambacho watumishi wa Mungu wamekuwa wakisimama na kukitoa kwa kweli ndivyo maandiko yalivyo. Nishukuru kwa wale waliotangulia, nishukuru kwa nyimbo ambazo waimbaji wameimba, nishukuru kwa mwalimu wa somo la asubuhi, pia nishukuru kwa wakati huu. Ila tafakari ya kila mmoja ni muda mgumu tuliopo. Tuangalie mataifa jinsi yanavyosumbuana, jinsi yanavyohitilafiana, jinsi yanavyotaka ukuu, jinsi yanavyopigana na muda mgumu. Mashujaa wale ambao tumewaimba kweli, tuwaonyeshe na sisi ni watakie mchana mwema na Mungu